Hujambo na karibu. Hii ni makala maalumu ambayo imemulika utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi CCM kata ya Utalingolo chini ya diwani Mheshimiwa Erasto Mpete ambaye pia ni mwenyekiti wa halmashauri ya mji wa Njombe. Kwanza lakini salamu na utangulizi. Kidumu Chama cha Mapinduzi, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu wananchi na wanachama wa Chama cha Mapinduzi, kwa jina naitwa Erasto Mpete, diwani wa kata ya Utalingolo. Leo naomba kuwasilisha utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi katika kata yetu ya Utalingolo. Jambo la kwanza, tunaomba tumshukuru sana mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi na rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kazi nzuri ambayo anaifanya, lakini tuwapongeze na kuwashukuru viongozi wote ikiwa ni pamoja na viongozi wa chama ngazi ya mkoa, wilaya, kata hadi matawi. Lakini tumie nafasi hii kuwashukuru mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya, lakini tumshukuru pia Mheshimiwa mbunge wetu Deodatus Philipo Mwanyika kwa kazi nzuri ambazo zinafanyika na ushirikiano ambao umefanya hata kata yetu iweze kunufaika katika miradi mbalimbali. Katika kata yetu kwa kipindi hiki cha miaka mitano tumeweza kunufaika zaidi ya shilingi bilioni 3. Zaidi ya bilioni 3 zimekwenda kutekeleza miradi mbalimbali. Utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi inatekeleza vizuri. Ni vitu ambavyo tunajivunia kwenye kata yetu na ambavyo tayari tunapambaniana nayo. Ni kwamba cha kwanza, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan ametusaidia shule, vituo vya afya tunavyo. Pili, sekondari tunazo ambazo za kusoma watoto wetu, kupunguza umbali mrefu kutoka kata nyingine kwenda kata nyingine. Hivyo ndivyo tunavyojivunia. Barabara zimekaa vizuri, umeme kila mtaa unakwenda vizuri. Hatuna la kusema zaidi ya kusema asante. Tumwahidi miaka mitano tena, hatuna neno la kusema zaidi. Taifa letu nyumbani. Miradi hiyo imegusa sekta mbalimbali zikiwemo elimu, afya, nishati, barabara, michezo na kadhalika, huku ikipata usimamizi na uangalizi wa karibu wa diwani Erasto Mpete ambaye haswa ndio msimamizi wa shughuli zote za maendeleo katika kata hii ya Utalingolo. Lugha yetu, alama za tunu zetu. Karibu sana mtazamaji, tuipitie miradi hiyo mmoja baada ya mwingine, tukianza na sekta ya afya. Katika kata yetu ya Utalingolo tuna zahanati 3 na kituo cha afya kimoja kinachojulikana kituo cha afya Ihalula, na kuna zahanati ya Mfeleke, Utalingolo na Nole. Katika utoaji wa huduma, dawa, vifaa tiba pamoja na vitendanishi ni zaidi ya jumla ya milioni 423 ambazo tumenufaika kwa kipindi hiki cha miaka mitano. Lakini pamoja na hayo tumepata ambulance yenye thamani ya milioni 200, lakini kuna x-ray mashine katika kituo chetu cha afya, lakini tuna mashine ya kisasa kwa ajili ya huduma ya meno, huduma ya kinywa ambapo tayari imeshafika katika kituo chetu cha afya. Lakini pia tumeshapata standby generator kwa ajili ya umeme ukikatika ili kuweza kuwa na umeme wa mfululizo. Hata hivyo imetulazimu kufika zahanati zote na kituo cha afya ili kujionea hali ya upatikanaji wa huduma kuanzia zahanati ya Mfereke. Huyu ni muuguzi Elizabeth Dizombe. Upatikanaji wa huduma umekuwa ni mzuri tu. Tulikuwa na upungufu huko nyuma, upungufu kama vile vitanda cha examination bed kwa huduma ya mama mjamzito. Upande wa wagonjwa wa nje, kitanda cha examination bed pia kilikuwa hatuna. Tulikuwa hatuna mzani, lakini kwa awamu hii ya miaka 4 tumebahatika kupata hivyo vifaa tiba vyote. Tumebahatika kuwa na
huduma za madawa, upatikanaji wa madawa kwa vizuri kabisa bila tatizo lolote. Tumeshuhudia pia ujenzi wa nyumba ya watumishi nyuma ya zahanati hii ya Mfereke, uwepo wa dawa na vitendanishi vyote muhimu, hali inayotoa uhakika wa matibabu kwa wakazi wa kijiji hiki. Upande wa upatikanaji wa dawa ilikuwa ni ngumu zaidi. Tulikuwa tunaomba dawa kwa kupitia makaratasi. Tunaomba kupitia makaratasi upeleke wilayani nako wakakague ndio ziende mbele. Lakini kwa sasa hivi mfumo umeweza kutuboreshia zaidi. Tunakokotoa sio wenyewe moja kwa moja kwenye mfumo. Na taarifa zinapitia tu kwa mfamasia wilaya, anathibitisha, ndipo zinaenda MSD moja kwa moja. Na tukishaomba tu ni mara moja, baada ya wiki mbili, wiki moja tayari tumeshaletewa dawa tulizokuwa tunazihitaji. Kutoka hapo ni hadi zahanati ya Utalingolo. Hapa tumezungumza na Sifuni Kilumile, muuguzi wa zahanati hii, ambaye anaeleza hali ya upatikanaji wa huduma za afya ilivyo. Umekuwa ni mzuri na ni wa uhakika. Kilinganisha na miaka ya huko nyuma, tulikuwa na baadhi ya vifaa hatukuwa navyo, hivyo kupelekea hata upatikanaji wa huduma kutokuwa mzuri. Kwa mfano mara hii tumeshakuwa na ile infant radiography kwa ajili ya kumhifadhi mtoto akishazaliwa, kinampa joto mtoto. Ile pia imeongeza hamasa kwa kina mama kuja kujifungua katika zahanati yetu. Pia tumepata kifaa cha kutakasia vifaa ambavyo tunavitumia katika kutoa huduma za afya hapa Utalingolo, ikiwepo mikasi hivyo. Katika zahanati hizi zote kuna miundombinu wezeshi yote ambayo inahitajika kwa ajili ya kutoa huduma, kwa maana ya umeme, maji na kadhalika. Kutoka hapo na sasa zaidi utoaji wa huduma hapa, diwani kwa kushirikiana na serikali wameleta jenereta kubwa lenye uwezo wa kujiwasha lenyewe pindi tu umeme unapokatika, ili kuhakikisha hakuna kikwazo kitakachokatisha upatikanaji wa huduma za afya kwa saa 24 siku 7 za wiki. Mkurugenzi wa halmashauri yetu pamoja kwa kushirikiana na mfamasia na mkuu wa idara, mganga mkuu, pamoja na uongozi wa kituo cha afya ya Rura, bila kumsahau mheshimiwa diwani wetu ndugu Erasto Mpete, tumeweza kufanikisha kuagiza generator, electrical high voltage standby generator lenye thamani ya milioni 65. Limeweza kufika kwa wakati, imebaki tu upandikizaji. Kwa hiyo generator hili likishapandikizwa, nadhani litatusaidia sana kwa kipindi ambacho umeme unakuwa unakatika au unakosekana, umeme wa TANESCO. Utatusaidia katika kufanya operation, lakini pia hata huduma zingine ambazo zinahitaji umeme kama huduma za maabara na zenyewe zitakuwa zinafanyika bila kuwa na usumbufu wowote. Baadhi ya wakazi wanaeleza namna ambavyo wanaridhika na huduma za afya katika kata hii ya Utalingolo. Tulipopata hichi kituo kwa kweli tunashukuru. Tunapata huduma nzuri. Tunapata huduma ya lishe juu ya mama na mtoto. Kama naumwa napata matibabu mazuri. Na wauguzi wetu kwa kweli tunawashukuru, wana upendo na wagonjwa wako vizuri. Na pia diwani wetu pamoja na mwenyekiti wa kijiji na mbunge pia tunawashukuru sana. Upo vizuri kwa maana kwamba tukianzia na huduma za manesi pia zipo vizuri, wanajitahidi kwa kweli. Miongoni mwa mambo ya msingi na yanahesabika kama utamaduni hapa Utalingolo ni suala la usafi. Utamaduni ambao unatajwa kuwa na msaada mkubwa kudhibiti magonjwa ya mlipuko kama kipindupindu. Lakini je, wamewezaje kuishi utaratibu huu ambao maeneo mengine mengi nchini imeonekana kuwa ni kitendawili kisicho mji wa kupata jawabu? Hali ya usafi ilikuwa si nzuri kabisa, kwa sio kuridhisha kabisa. Ukipita mitaani huko, makopo yalikuwa yanazagazaga ovyo mitaani humo. Chafu ilikuwa ovyo ovyo tu, lakini toka bwana Erasto Mpete ameingia madarakani kafanya kazi kubwa sana. Kahamasisha kupitia vikao mbalimbali vya kamati ya maendeleo ya kata. Tukajiwekea mikakati kwamba tunataka kuona Utalingolo inayong'ara, Utalingolo inayopendeza. Nchi yangu ni urithi wangu, zawadi ya pekee nitaitunza.
Hakika kata hii inapendeza kwa muonekano. Kila kona unayokatiza unakutana na vizimba maalumu vilivyowekwa kwa ajili ya kukusanyia taka, huku sheria na kanuni za usafi ikiwa ndio nguzo muhimu haswa ya kusimamia usafi hapa Utalingolo. Tukiwa na kauli mbiu yetu, kata ya Utalingolo bila uchafu inawezekana. Tumeweza kuhamasisha kwenye taasisi, ofisi, nyumba za watu binafsi kuhakikisha kwamba wote wanakuwa na vyoo bora, vyoo venye masinki. Kwa ukitembelea kwenye taasisi zote, vilabu vyote vya vijiji vyetu vya ndani ya kata ya Utalingolo sasa hivi wanatumia vyoo bora. Lakini pamoja na haya, usafi wa mazingira, kwamba kata ya Utalingolo bila uchafu inawezekana, ni somo ambalo limeingia vizuri kwa wananchi, na kwamba mazingira yetu ya vijiji vyote vya kata ya Utalingolo ni masafi. Kila mmoja anatimiza wajibu wake. Akiwa na takataka, mtu amekunywa maji, kopo halitupi au takataka hatupi mahali popote. Tumeweka utamaduni, kila mlango wa biashara lazima uwe na dustbin, na kila taasisi lazima iwe na chombo cha kuwekea taka. Lakini ni kata ya Utalingolo pekee ambayo imekuja na ubunifu mkubwa wa kutumia mifuko ya plastiki kama dustbin, ambayo imekuwa ikisaidia kila mahali, kwenye mikusanyiko, kwenye misiba inawekwa ile mifuko kwa maana ya dustbin. Wananchi wa kata ya Utalingolo, mimi nitumie nafasi hii kuwapongeza sana, kwa sababu ni somo ambalo lilikuwa gumu sana huko nyuma, watu wengine hawakuelewa, lakini sasa wote wananeemeka na wanafurahia. Na nifurahi kusema jambo hili sasa liko mioyoni mwa watu na linaendelea. Na niseme kwa namna moja au nyingine, magonjwa yale ambukizi yanayohusiana na matumbo, kuhara, yamepungua kwa kiasi kubwa kutokana na swala zima hili la usafi na mazingira na kutumia vyoo bora. Tuweke kando mambo ya usafi na sasa tutupie jicho sekta ya elimu. Jumla ya shilingi milioni 955.2 zimetekeleza miradi mbalimbali katika sekta ya elimu msingi na sekondari hapa Utalingolo kwa kipindi cha miaka 5, kama anavyobainisha afisa elimu kata Otilia Mahai. Kipindi hiki tumeweza kupata madarasa, vyumba vingi vya madarasa katika shule za msingi Mfereke, lakini shule ya msingi ya Lula, na pia kuna ukarabati ulifanyika shule ya msingi Utalingolo na pia shule ya msingi Nole. Kwa naweza nikasema kwa shule zote 4 za msingi tumefaidika kupitia miundombinu mbalimbali, ikiwemo vyoo, matundu ya vyoo pamoja na vyumba vya madarasa. Lakini pia kwa hapa sekondari kwa kipindi hiki tumeweza kufaidika kwa miundombinu mbalimbali, ikiwemo maabara 3 ambayo ni maabara ya kemia, fizikia pamoja na biolojia. Lakini vyumba vya madarasa tumepata vyumba vingi vya madarasa, matundu ya vyoo, serikali imeweza kutujengea hosteli 3, lakini pamoja na nyumba ya mwalimu ambayo ipo hatua ya uendelezaji ya umaliziaji. Pia kuna bwalo ambalo linaendelea kujengwa hapo. Kutekelezwa kwa miradi hiyo kumetajwa kuleta mapinduzi makubwa katika sekta ya elimu hapa Utalingolo, kama wanavyobainisha baadhi ya wazazi na walimu. Watoto wetu tulivyoanza kielimu walikuwa chini sana, lakini kwa sasa hivi na miundombinu imebadilika. Saa hizi na umeme hapa shuleni tumeletewa. Saa hizi tunaona hata wanafunzi angalau wanajitahidi, wanapanda. Hapo awali kwa kweli majengo haya tuliyoanza nayo kwanza ilikuwa na matofali mabichi, lakini na sura na muonekano ikawa inaonekana sio nzuri. Lakini kwa hali ya majengo ya saa hizi, hata mwenyewe unavyoyaona hivi, yako tofauti. Awamu ya kwanza tulipata fedha milioni 31, tukamalizia jengo walioanza wananchi. Awamu ya pili tukapata milioni 50, tukajenga madarasa 2. Mara ya kwanza shule yetu ilikuwa chakavu sana, lakini kwa sasa hali ya miundombinu imekuwa nzuri. Tunashukuru sana serikali. Kwanza darasa tu kuwa safi ni kivutio kwa mwanafunzi, na pia linaleta uchangamfu kwa mwanafunzi kuona sehemu anayojifunzia ni nzuri na ni sehemu ambayo inampa chachu ya kuendelea zaidi kujifunza, tofauti na madarasa ya zamani yalivyokuwa. Lakini pia vyoo ukiviangalia ni vyoo vya kisasa
huwezi ukafananisha na zamani ilivyokuwa. Kinachoelezwa hapa kinaakisi pia mambo makubwa yaliyofanyika hapa shule ya sekondari ya wavulana ya Utalingolo. Mkuu wa shule James Tamambele anasema kumefanyika mapinduzi makubwa ambayo yamesaidia kuleta mabadiliko makubwa kitaaluma. Kwa sisi kama Utalingolo Sekondari tumepokea miradi mingi sana kutoka serikalini. Tulianza na ujenzi wa madarasa. Madarasa 11 ya awali ni mapato ndani ya halmashauri. Lakini tukaja na ujenzi wa maabara 3. Tulipokea milioni 90 kutoka serikali kuu. Tumepata jengo la COVID darasa 1. Tumepata darasa 3 kutoka serikali kuu milioni 52 na 500,000. Kwa hiyo miradi ni mingi kwa ujumla tulioipata. Mheshimiwa Diwani kwa kweli ndiye aliyetupokea, kwa sababu sisi tumeanza shule akiwa na yeye anaanza kama Mheshimiwa Diwani wa kata hii ya Utalingolo. Kwa hiyo amefanya mengi sana. Yeye mwenyewe binafsi, lakini pia hata kuomba halmashauri ametumia nguvu kubwa sana. Kwa hiyo ni mengi, hatuwezi kusema, ni mengi sana. Ukiwa hapa shuleni, usafi, nidhamu na lishe bora kwa wanafunzi ni kipaumbele namba 1. Ikiwa ni juhudi mojawapo za kuunga mkono kampeni ya mkoa wa Njombe ya kukabiliana na udumavu kwa kuimarisha lishe na mfumo mzima wa chakula kwa wanafunzi. Na hii ndiyo sababu ya msingi haswa ya kuanzishwa programu maalumu ya ufugaji wa ng'ombe wa maziwa ambao wanasaidia wanafunzi kupata maziwa kwa wakati kwa ajili ya kujenga afya za vijana hawa ambao haswa ndio wazazi na walezi wa taifa la kesho. Nafikiri kwa kufika kwa mradi huu utasaidia kupunguza udumavu kwa wanafunzi. Kwa namna gani? Kwa sababu tutapata maziwa, wanafunzi watakunywa maziwa. Endapo ng'ombe wote watakuwa wamezaa, lazima maziwa tutapata na utapunguza kwa kiasi kikubwa. Kwa ushirikiano wa wataalamu tumeweza kufanikiwa sasa kupata ng'ombe 2 kwa ajili ya maziwa, na ng'ombe hawa wako katika sekondari yetu ya Utalingolo. Lakini haya yote pia ni pamoja kwa ajili ya mapambano ya kutokomeza udumavu. Tutakwenda kuyafanyia kazi. Kivitendo. Tunatamani tufike mbali zaidi. Na ndio maana hata ukitrace matokeo yetu sio mabaya sana. Lakini lengo letu sisi ni kila mwanafunzi ambaye amefika Utalingolo atoke aende kwenye hatua nyingine. Hilo ndio lengo letu kubwa. Kwa hivyo tuna project kwamba tuwe na matokeo ya Division 1 na Division 2 kwa sehemu kubwa sana. Afisa elimu kata anasema kando na yote yaliyofanyika, lakini bado wameweka mikakati maalumu ya kuhakikisha sekta ya elimu Utalingolo inaendelea kufanya vizuri kwa kushirikiana na uongozi wa shule zote za kata. Mheshimiwa Diwani alivyoingia madarakani, kuna kitu kizuri ambacho walikianzisha kwenye kata yetu ambayo ni tathmini ya elimu kikata. Na tathmini hii inafanyika kwenye shule ambayo inakuwa imeongoza kwa ufaulu kwenye kata. Maana yake tuna shule za msingi 4. Kwa hiyo ile shule ambayo inakuwa imeongoza kiufaulu ndiko ambako tathmini inafanyika kwa mwaka huo. Shauku yangu kubwa ilikuwa haswa ni kufahamu, je, tathmini hiyo inafanyika vipi na inajikita katika mambo yapi haswa ya msingi ambayo ni muhimu, na je, kuna mafanikio yoyote tangu tathmini hiyo ianze kutekelezwa? Tathmini ya elimu ndani ya kata ya Utalingolo imeanza mwaka 2021. Kata ya Utalingolo katika msimamo wa ufaulu ilikuwa ikishika nafasi ya 8, 9 mpaka ya 10. Lakini toka tulivyoanza huu utaratibu imekuwa ikishika nafasi ya 5 mpaka ya 6. Kwa hiyo haya tunayaona ni moja ya mafanikio makubwa sana.
Vitu ambavyo tumekuwa tukivigusia katika hiyo tathmini, la kwanza kubwa ni ushirikiano wa mafiga matatu ili kufanikisha ufaulu kwa watoto. Kuna swala la figa la kwanza ni walimu, figa la pili ni wazazi, figa la tatu ni watoto. Kwa tumetengeneza mfumo ambao ni shirikishi ili kuhakikisha kwamba haya mafiga matatu yote yanakaa vizuri ili tuweze kupata matokeo mazuri. Kwa hiyo tumekuwa tukihamasisha wazazi kutimiza wajibu wao, watoto kutimiza wajibu wao na walimu kutimiza wajibu wao. Lakini kuna mambo mengine ambayo yamekuwa yakifanyika ikiwa ni pamoja na changamoto za miundombinu mbalimbali ili kuona namna gani tunaweza tukatatua ili kuweza kuboresha upande wa elimu. Uboreshaji wa miundombinu katika sekta ya elimu hapa Utalingolo umefanyika katika shule zote za msingi na sekondari, kuanzia madarasa, nyumba za walimu, mabweni ya kisasa yenye vyoo ndani na mabwalo ya chakula. Hata hivyo, bado uboreshaji unaendelea, hususan katika shule zote kongwe ili kuwezesha wanafunzi kusoma wakiwa katika mazingira safi na salama. Katika kata yetu ya Utalingolo tulitenga eneo na ambalo lilipitishwa kwa ajili ya chuo kikuu tawi la Njombe, chuo kikuu cha UDOM tawi la Njombe, katika maana eneo hilo litatumika kwa ajili ya mafunzo kivitendo. Kwa wanakata ya Utalingolo na sisi si muda mrefu tunakuja kunufaika kutokana na hiki chuo kikuu cha UDOM tawi la Njombe. Kutoka hapo na sasa ni sekta ya nishati. Mpaka hivi sasa tunapoiangalia makala hii, vijiji vyote vya Utalingolo vina umeme na vitongoji takriban 6 tu ndio ambavyo vimesalia kupata umeme kati ya vitongoji 20. Ikumbukwe, kabla ya kuchaguliwa diwani Erasto Mpete, kata hii ilikuwa na kijiji kimoja tu kilichokuwa na umeme ambacho ni kijiji cha Ihalula. Ni kijiji kimoja tu kilichokuwa na umeme ambacho kilikuwa ni kijiji cha Ihalula. Lakini mpaka sasa vijiji vyote tayari vina umeme na ni vitongoji 14 kati ya vitongoji 20 vyote tayari vina umeme. Kwa vitongoji 6 bado havijapata umeme, lakini tunaipongeza na kuishukuru sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa sababu mpango uliopo sasa hivi ni kuhakikisha kwamba inakamilisha vitongoji vyote lazima viwe na umeme. Manufaa ya umeme kufika vijijini imeweza kurahisisha kupunguza gharama, ambapo zamani shughuli mbalimbali zilizohitajika kwa ajili ya umeme ilikuwa inatakiwa watu wasafiri kutoka Utalingolo kwenda Njombe mjini au kutoka Utalingolo kwenda Uwemba. Kwa sasa muda na gharama ya usafiri imepungua, lakini pia huduma zile sasa zinapopatikana kijijini, kwa mfano utengenezaji wa furniture mbalimbali sasa hivi zinafanyika kijijini, kwa hata gharama imekuwa ni nafuu. Kwa hiyo tunaipongeza sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Chama cha Mapinduzi. Katika taasisi za huduma za kijamii, kufika kwa umeme kumeleta nafuu kubwa na kurahisisha huduma kuweza kutolewa saa 24. Huko awali hatukuwa na umeme, tulikuwa tunategemea umeme kutoka kwenye sola, ambao sola ilikuwa sio umeme wake sio uhakika. Kwa mfano ikitokea siku hakuna jua, kwa tunakuwa na giza katika zahanati yetu. Hivyo inakuwa inaathiri utendaji kazi katika zahanati yetu, lakini mara hii tunashukuru kwamba tumeweza kwa zaidi ya 85% jengo letu limekuwa lina umeme karibia kila chumba, ambazo hizo huduma za umeme zimeweza kusaidia hata kutunza chanjo. Tumekuwa tuna jokofu letu katika zahanati ambalo lilikuwa linatumia gesi, lakini mara baada ya kupata umeme inakuwa inatusaidia sisi kuwa na gharama ndogo. Na tulikuwa tunalalamika umeme hatupata, lakini toka ameingia diwani Erasto Mpete, bunge Deo Mwanyika, kwa kweli wametupigania sana. Huduma tulizokuwa tunapata mjini sasa tunapata hapa Mfeleke. Kwa mfano kuunga jembe katika unabidi ukaunge mjini, sasa hizi tunaunga hapa Mfeleke. Na vitu vingine vingi tunafanya hapa Mfeleke. Kwa hiyo mimi nimshukuru sana Mheshimiwa Rais, nimshukuru Mheshimiwa Deo Mwanyika na diwani wetu Erasto Mpete, kwa sababu
Hivi tu kama ukiona vinafanyika ujue lazima, yani kama sisi tumelia, kuna mtu aliyesikiliza kilio akapeleka kilio chetu akapeleka mpaka kimefika kufanywa hizi shughuli. Umeme sasa unapatikana muda wote hapa Utalingolo na ni vitongoji vichache tu ambavyo vimesalia. Hata hivyo, serikali iko mbioni kuvifikishia huduma hiyo mara moja ili kuhakikisha vitongoji vyote kata ya Utalingolo vina umeme. Tuweke kando umeme na sasa tuangalie sekta ya maendeleo ya jamii. Ili kuhakikisha wakazi wa Utalingolo wanastawi kiuchumi, halmashauri kupitia mikopo ya 10% chini ya usimamizi wa mkurugenzi pamoja na mwenyekiti wa halmashauri hiyo Erasto Mpete imewezesha jumla ya vikundi 25 vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu kwa kuwapa mkopo wa jumla ya shilingi milioni 257,600,060. Kwa kipindi hiki cha miaka mitano, jumla ya zaidi ya milioni 257 zimeweza kutolewa kwa vikundi mbalimbali, kwa maana vikundi vya kina mama, vijana na wenye ulemavu. Pamoja na hayo, shughuli mbalimbali zimeweza kufanyika kutokana na manufaa ya vikundi kunufaika kwa hizi fedha. Shughuli mbalimbali za kiuchumi, kwa maana vijana, wenye ulemavu na akina mama wameweza kufanya katika kuchangia pato la taifa. Huwa tunapita kutembelea kwenye miradi yao, kukagua miradi yao jinsi wanavyoendelea, tukishirikiana na kamati ya mikopo ya kata. Kwa hiyo tunapita, tunakagua maendeleo yao, na hii inasaidia kuweza kufanya marejesho kwa wakati. Kwa kweli miradi yao ni mizuri kwa huko awali, manake vingi vinajishughulisha na kilimo kama ninavyosema. Kwa hiyo wakipata ile mikopo inawasaidia kwenye kununua pembejeo, pia kufanya kilimo bora chenye tija. Kati ya vikundi hivyo tayari vikundi zaidi ya 20 vinatajwa kurejesha mikopo yao yote na vingine vinaendelea na utaratibu wa marejesho ili fedha hizo ziweze kusaidia wengine. Miongoni mwa vikundi tulivyovitembelea ni kikundi hiki cha kina mama wanaojishughulisha na shughuli za upishi na usambazaji wa chakula. Tumefanya manunuzi na saizi tayari tumeanza kunufaika kwa kupitia huo mkopo. Maisha ya kwetu sisi sasa hivi yamekuwa nafuu. Kwa sasa kwa sababu mikopo ya mwanzoni tulikuwa tunachukua ilikuwa na riba kubwa sana. Kwa hiyo yani hela ile ambayo tulikuwa tunachukua ilikuwa naishia tu kwa kulipa mikopo. Lakini kwa hii ambayo haina riba, yani inatunufaisha kwa sababu haina riba. Kwanza kitu tunachokipata ni chetu. Diwani wa kata ya Utalingolo anatajwa kuwa chachu kwa sehemu kubwa katika kuhamasisha wakazi wa Utalingolo kujiunga katika vikundi ili waweze kunufaika na mikopo ya 10%. Naam, asante. Na sasa tutupie jicho sekta ya michezo. Michezo imetajwa kuwa chachu kubwa sana ya kuhamasisha maendeleo katika kata hii ya Utalingolo kutokana na hamasa kubwa ambayo wakazi wa Utalingolo wameipata kufuatia ligi maalumu iliyoanzishwa na diwani wa kata hii iliyolenga haswa kuibua, kuinua na kuvilea vipaji vilivyoko katika michezo kwa wakazi wa kata hii ya Utalingolo. Ligi hii imekuwa ikishirikisha vijana. Kwa hiyo vijana tumeunganisha kuwa kitu kimoja na tumeweza kufanikisha kuunganisha kata pia kupitia michezo, na vijana wameweza kunufaika. Kila awamu ya ligi inapoanza kumekuwa na hamasa tofauti kuhakikisha vijana wajikite kwenye uchumi, vijana wajikite katika uzalishaji kwa faida ya taifa letu. Na kuna manufaa kadhaa ambayo wameyapata vijana. Kuna msimu ambao tumeanzisha ligi na kuhamasisha ushindani katika uanzishaji wa zao la parachichi. Kwa hiyo tunavyoongea hivi leo kuna vijana tayari wananufaika kutokana na Mpete Diwani Cup. Sasa wamekaa kiuchumi, wanazalisha parachichi za kutosha kutokana na hii ligi ambayo tumeibuni katika kata yetu ya Utalingolo. Kijana Gustav Pius Mtitu ni miongoni mwa wachezaji na mkazi wa Utalingolo ambaye anakiri kwamba michezo imekuwa sehemu ya sekta muhimu ambayo imemgusa moja kwa moja katika maisha yake kupitia kipaji alichonacho. Ambacho nimenufaika sana mimi ni kucheza mpira kupitia ligi lake, sawa. Baada hapo tukapewa ofa ya kuchimba mashimo, kila mchezaji mashimo 50 ili apate parachichi. Ndio mimi kama mtu wa kwanza, na nifanyeje, nilikuwa na simu moja kubwa, nikauza siku hiyo simu nipata wafanyakazi wa kuchimba mashimo.
nikawa mtu wa kwanza, nikachimba mashimo 50 nikapata miche ya parachichi. Mwaka jana nilichuma tray kama 4 hivi. Nipata manufaa, lakini mwaka ndio yamezaa zaidi. Najua kupitia hivyo hizo parachichi 50 naenda kufaidi kadri siku zinavyozidi kwenda, na nyezi zinaanza kuzaa zaidi, na nyinyi napata kipato zaidi mbele unakoenda. Na nitakuwa kumbukumbu kwenye maisha yangu. Haya sasa. Kando na kuinua vipaji, lakini michezo imekuwa ikitumika pia kuhamasisha vijana kujikwamua kiuchumi na kushiriki katika shughuli zingine mbalimbali za maendeleo. Tutoke hapo na sasa tuangalie sekta ya barabara. Kwa kipindi cha miaka 5 kata ya Utalingolo kumefanyika marekebisho makubwa katika sekta ya barabara kwa kutanua mtandao wa barabara kupitia utekelezaji wa miradi yenye thamani ya zaidi ya milioni 825,790,000. Maboresho katika barabara hizo yalilenga hasa kuhakikisha barabara zinapitika katika kipindi chote cha mwaka ili kusaidia shughuli za kiuchumi ziweze kufanyika pasi kukwama. Barabara ilikuwa haipitiki hata kwa pikipiki. Tulikuwa tunapita kwa shida. Magari ndio kabisa. Na wakati huku kuna miradi ya wakulima, mazao mbalimbali ya wakulima yanayotakiwa yasafirishwe kwa bodaboda au kwa magari. Kwa hiyo kwa kipindi hiki hata kama inavyoisha mvua hivi, kwa upande wetu tunaona barabara hii imeboreshwa kwa kiwango tofauti na miaka mingine. Huo ni mradi wa kwanza. Lakini hapo kwa mradi unaoendelea hata sasa unaohusisha barabara vile vile, ambayo sasa hii barabara imetoka Utalingolo inaenda kuunganisha Idunda kule ng'ambo. Nayo ni barabara ambayo naona wameifikiri kwa kiwango kikubwa sana. Na kama watafanikiwa kuiboresha vizuri, kwa maana ya huko imepita kwa eneo kubwa, imepita kwenye mashamba ya watu, kama itaboreshwa mitaru na isilete changamoto kwa masuala ya maji, ni barabara ambayo inatuunganisha kati ya kijiji kingine na kijiji hiki kwa wepesi. Lakini pia licha ya kijiji hiki, huko kuna huduma za jamii ambazo zipo kwenye kijiji hicho ambacho inaelekea hiyo barabara, ambayo kuna hospitali ya mkoa, lakini pia kuna hospitali ile ya Ikonda. Tukitoka hapa tulikuwa tunatakiwa tuende mjini, ndio Njombe mjini, ndio tuanze kuelekea Ikonda au hospitali ya mkoa. Lakini hapa saa hizi kuna uwezekano wa kutoka hapa tukakatisha hapo tukafika kwa wakati huko. Lakini achana na hizo huduma ambazo zipo ambazo za hospitali ninazotaja, lakini huko imepita kwenye mashamba ya watu ambayo tayari itahudumia ekari nyingi kwa kutoa mazao kwa wepesi. Kwa hiyo tunaamini kabisa kwa diwani wetu, kama atapata nafasi tena ya miaka 5 mingine, tunaamini kabisa tutakuwa tuna manufaa makubwa sana kwenye kata yetu ya Utalingolo. Maboresho hayo yanatajwa kuwa msaada mkubwa kwa wakazi wa eneo hili sambamba na kufungua uchumi wa kata. Eneo la barabara kwa kweli tunashukuru mheshimiwa diwani, kumbe alikisia muda ule. Saa hizi wenye bodaboda wenye magari wanajiachia mpaka wamefurahi. Hakuna changamoto ya aina yoyote. Kuboresheka kwa barabara ndani ya kata yetu ya Utalingolo pia imeongeza thamani ya mauzo ya mazao mbalimbali kwa wananchi, kwa sababu zamani barabara ilipokuwa mbovu ililazimika mazao yauzwe kwa bei ya chini kwa sababu ya changamoto ya barabara, lakini kwa sasa wananchi wanaendelea kunufaika kwa bei ya mazao kupanda kutokana na barabara ni nzuri. Hata hivyo, maboresho haya yanaendelea ili kusaidia wananchi kupata mawasiliano mazuri ya barabara yatakayosaidia kukuza uchumi na kuimarisha soko la mazao. Kutoka hapo na sasa tutupie jicho sekta ya kilimo na mifugo. Kwa kipindi cha miaka 5, mheshimiwa diwani akiwa madarakani kwenye kata ya Utalingolo Erasto Mpete ameleta mabadiliko makubwa sana kwenye kilimo cha parachichi. Hususan toka ingia madarakani alikuwa na kauli mbiu ya kila mkulima aweze kuwekeza kwenye kilimo cha parachichi. Wakulima wamejikita sana kwa asilimia kubwa kwa mazao ya chakula na biashara. Lakini pia kwa miaka 5 kuanzia 2020 mpaka 2025 wakulima wameweza kufanya mambo mengi makubwa. Jambo mojawapo ambalo wameweza kulifanya kwenye kata ya Utalingolo, wakulima wamehamasika kulima sana kilimo cha parachichi, lakini pia wakulima waliweza kuwezeshwa kutoka serikali kupata mikopo ya parachichi ya milioni 10, ambapo wakulima kwenye kikundi cha KKM mpaka sasa walipatiwa mkopo wa milioni 10, wako 50 kwenye kikundi chao, wamelima parachichi, kila mmoja alipatiwa miche 50 kwenye upande wa parachichi. Lakini pia kwenye upande wa viazi
tumekuwa tukifanya mabadiliko makubwa kwa wakulima, hususan kwenye vikundi vya wakulima, kuwaunganisha na wadau mbalimbali waweze kulima viazi kwenye vikundi, lakini pia waweze kupatiwa mikopo ya pembejeo kupitia vikundi vyao wanavyolima. Tunapongeza sana wataalamu ngazi ya kata kwa sababu wamekuwa wakiendelea kutoa elimu mbalimbali za ufugaji bora, za kilimo bora ili kukidhi haja na kuongeza kipato kwa wananchi. Tumeweza kupata josho la kisasa ambalo limejengwa katika kijiji cha Ihalula. Kwa hivyo tunavyoongea ng'ombe tayari wanaogeshwa. Kwa hiyo tuna uhakika sasa kiuchumi wananchi ndani ya kata ya Utalingolo uchumi utaongezeka kutokana na kipato cha ng'ombe, kwamba watakuwa hawana magonjwa au tuseme magonjwa yatapungua. Katika kata yetu ya Utalingolo sasa tuna jumla ya majosho mawili ambayo sasa yote yanafanya kazi. Uwepo wa josho unatajwa kuwa msaada mkubwa kwa wafugaji hapa Utalingolo. Serikali pia imeweka nguvu kwa kuwapa dawa za ruzuku kwa ajili ya kuogeshea mifugo. Tumeweza kupata madawa ya ruzuku ambayo yameweza kutusaidia kwa tuna josho letu la Utalingolo na Ihalula. Kwa kupewa dawa za ruzuku zimeweza kusaidia kupunguza makali na gharama kwa huyu mfugaji anavyoenda kuleta mifugo joshoni, hivyo bei inakuwa ni pungufu. Kwa hiyo ni moja ya mafanikio ambayo tunajivunia. Ujenzi huo wa josho sisi umekuwa na mafanikio makubwa kwa sababu tumeweza kuogesha mifugo yetu ndani ya kijiji, lakini pia tumeweza kusaidia kwa vijiji vinavyotuzunguka, kama kijiji cha Kisilo na sehemu fulani ya kijiji cha Kiaula, maeneo fulani ya Mgola. Wale wote wamekuwa wakileta mifugo yao kwenye josho letu ili ambalo limeanzishwa, ni josho jipya ambalo tumezindua, na uzinduzi rasmi au ugeshaji rasmi umeanza mwezi wa pili. Tulipata wasaa wa kukutana na wenye viti wa vijiji vyote vya kata hii ya Utalingolo, na kwa heshima yao walipata nafasi ya kuelezea namna ambavyo miradi iliyotekelezwa katika vijiji vyao imekuwa na manufaa kwa jamii. Kwanza nianze kushukuru serikali ya Mama Samia. Kimsingi kuna miradi kama mitatu ambayo ilikuwa ni kipaumbele chetu. Cha kwanza tulikuwa tuna changamoto na darasa la awali. Kimsingi limejengwa kwa wakati na limeweza kuisha na sasa watoto wanatumia. Jambo la pili, kwenye upande wa elimu hivyo hivyo tulikuwa na changamoto ya choo cha wanafunzi. Tulikuwa tuna vyoo ambavyo kimsingi ni vya zamani, lakini kwa sasa tumebadilisha, tumetoa vyoo vya kisasa ambavyo vinatumia maji, watoto wanaenda kufurahia vyoo vya kisasa. Hatimaye wanaondokana na magonjwa mbalimbali. Ni barabara nzuri sababu kwa mwaka huu haijasumbua kabisa. Mwaka huu tulipata kilomita 9 za changalawe kwa ajili ya kokoto. Nayo najua ni kilio cha mheshimiwa diwani, mbunge na halmashauri pia inatekeleza, kwa sababu haya maeneo ni mengi yanayotakiwa kutekelezwa hii miradi. Lakini kama hakuna mtu anayewa-support, na utakuta miradi imeenda sehemu nyingine. Kwa hiyo mimi nimshukuru sana mheshimiwa Erasto Mpete, nimshukuru sana Deo Mwanyika pia na rais. Kwa kweli utekelezaji wao kwa miaka hii 5 nimeona. Kulikuwa kuna ujenzi wa choo cha wavulana ambacho kina matundu 10. Pia ukawa na mradi wa ukarabati wa madarasa 7 pamoja na ofisi 2. Lakini pia ukawa kuna mradi wa ukarabati wa ofisi ya utawala na wenyewe umefanyika. Alafu pia kuna mradi ambao ulikuwa wa nyumba ya waganga 2 in 1 ambayo kwa sasa ipo kwenye hatua ya renta. Ni miradi ambayo imekamilika kwa msimu wa miaka 5. Ni urithi wangu. Kando na fedha kutoka serikali kuu ambazo zililetwa kwa ajili ya kutekeleza miradi katika vijiji hivi, michango ya wananchi na fedha kutoka halmashauri, vile kumekuwa na nguvu kubwa kutoka kwenye mfuko binafsi wa diwani wa kata hii Erasto Mpete, ambaye kila kijiji alihakikisha anatoa fedha kwa ajili ya kuongeza nguvu ya kukamilisha miradi iliyotekelezwa. Tumefanya kazi nzuri. Tuna jengo la awali pale limejengwa, tayari limekarabatiwa. Tayari pale nitaka watoto waingie. Halafu vile tumejenga Kingengolero pale. Vyumba 2, menake. Watu tayari wanahusika pale. Korofi. Tayari hii miaka 5 umeme tayari tunauona. Kila kijiji nimejaribu kugusa kila mahali kuchangia kiasi chochote kile ili angalau kuweza kusukuma maendeleo ndani ya kata yetu.
Kwa ni jumla zaidi ya milioni 10 kutoka mfuko binafsi wa diwani umetumika katika kuchangia au kuchagiza maendeleo ndani ya vijiji vyetu vya kata ya Utalingolo. Kila kijiji tukianza Mfeleke, Utalingolo, Ihalula kwa maana ya Nole, kila mahali nimeweza kushiriki pamoja na wananchi kuchangia shughuli mbalimbali za kimaendeleo. Chama cha Mapinduzi kupitia kwa mwenyekiti wa kata hii Benigius Myonga anasema hakika wameridhishwa na utekelezaji wa ilani kufuatia usimamizi mzuri wa miradi ambayo imetekelezwa katika kata hii. Kwa haya ambayo ameyafanya, tunasema miaka 5 tena wa kata yetu, na hasa Mpete tena narudia kwa kuiwakilisha kata kwenda kuisemea mbele na kunifanikishia masuala kama haya. Tunasema naye ni miaka 5 tena mbele. Ama hakika ilani ya Chama cha Mapinduzi imetekelezwa na ikatekelezeka. Rai kubwa ni kuhakikisha miradi iliyotekelezwa inalindwa ili iweze kudumu kwa muda mrefu na iwe msaada kwa wakazi wa Utalingolo na vizazi vijavyo. Kwa niaba ya wananchi wa kata ya Utalingolo kutoa shukrani za dhati kwanza kwa Mheshimiwa Rais na mwenyekiti wa chama chetu cha Mapinduzi, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Chama cha Mapinduzi ngazi ya mkoa chini ya Mheshimiwa Deo Sanga, ngazi ya wilaya chini ya mwenyekiti Mheshimiwa Justin Nusurupila, lakini pia kwa nafasi ya pekee tumshukuru mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi kata ya Utalingolo, ndugu Benigius Myonga. Lakini niwashukuru pia viongozi wa matawi, wenye viti na kamati za siasa zote za matawi. Nafasi nyingine ya shukrani, napenda tumie nafasi kwa niaba ya wananchi wa kata ya Utalingolo kumshukuru Mheshimiwa mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya, Mheshimiwa bunge wetu Deodatus Filipo Mwanyika. Nadhani sote tunashuhudia amekuwa akifanya kazi nyingi na ni mpiganaji haswa, na hasa pengine sisi kata ya Utalingolo pia tumenufaika kutokana na jitihada zake. Lakini tumie nafasi hii kuwashukuru sana waheshimiwa madiwani kwa maana baraza la madiwani halmashauri ya mji wa Njombe kwa ushirikiano wao mkubwa ambao wanaonyesha dhidi ya kata zote za halmashauri ya mji wa Njombe. Ushirikiano wao umeleta tija na mafanikio haya tunayoona. Lakini tumie nafasi hii kumshukuru mkurugenzi na timu yake yote, wakuu wa idara vitengo na wengine wote ndani ya halmashauri kwa utendaji wao wa kazi mzuri. Bila kuacha wataalamu na viongozi wote ngazi ya kata ya Utalingolo, kwa kuwa tumeshirikiana bega kwa bega kwa haya yote ambayo tunayaona. Ni ushirikiano ambao umetukuka kutokana na viongozi na wataalamu ngazi ya kata. Lakini tumie nafasi hii kuwashukuru pia viongozi ngazi ya kijiji, vitongoji hadi mabalozi. Mabalozi ndio wamekuwa na msingi mkubwa sana na chachu ya mafanikio haya yote tunayoona ndani ya kata ya Utalingolo. Tusiwaache wananchi, na wana nafasi kubwa sana, wamekuwa wakichangia michango ya hali na mali, michango ya fedha, michango ya kujitolea katika shughuli za maendeleo katika kata yetu ya Utalingolo na vijiji vyote. Lakini tumie nafasi hii kushukuru taasisi zote zisizo za kiserikali na za kiserikali bila kuzitaja, wote kwa ushirikiano mzuri ambao wameufanya katika kipindi cha miaka 5. Katika taasisi zisizo za kiserikali niwashukuru sana viongozi wa dini, madhehebu yote ndani ya kata ya Utalingolo, bila kuacha na kuwashukuru sana wadau wa kata ya Utalingolo. Wadau mbalimbali wamekuwa wakifanya shughuli mbalimbali. Kwa hiyo kwa niaba ya wananchi wa kata ya Utalingolo tunawashukuru wadau wote ambao wamechagiza na wamechangia maendeleo ndani ya kata yetu ya Utalingolo. Nitumie nafasi hii kumshukuru sana mke wangu pamoja na familia yangu yote kwa ujumla, kwa sababu wameshirikiana na mimi katika muda mwingi ambao nimekuwa nikitumikia jamii
katika kuleta maendeleo ya kata ya Utalingolo, kwa muda mwingi nimeutumia kwenye shughuli za maendeleo na kuiacha familia, na wakati mwingine wamekuwa wavumilivu kwa kila jambo ambalo ninalifanya ili kuhakikisha kwamba maendeleo yanapatikana. Utalingolo mpya, fikra mpya, twende pamoja. Basi ushirikiano huu ambao umechagizwa na hii kauli mbiu ndio matokeo haya ambayo tumeyaona ndani ya kata yetu. Mtazamaji, hadi kufikia hapo hatuna budi kuweka ukomo. Asante kwa kufuatilia makala hii ambayo iliangazia utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi kata ya Utalingolo katika kipindi cha miaka 5. Kidumu Chama cha Mapinduzi. Tasimama na mama, tasimama na mama, nani kama Samia, nani kama mama, wote tusimame na Samia, tusimame na mama, naomba wasamehe Raisi wangu mama Samia, kwa wale walioamini nchi itakuelemea. Kumbe hakuna nchi mepata na wendo lusubiriwa. Mwenye kima mama Samia, wendo lusubiriwa. Umesema nchi yetu siwe kama kisiwa, ukafanya royo tu kote